Sehemu ya 5. Tunaendelea pale tulipoishia. Baada ya kukamatwa kwa mjomba Richard, Juliet alidhani hatari ilikuwa imepita. Alihisi afueni, akiamini kuwa sasa angeweza kuendelea na maisha yake kwa amani. Lakini hakujua kuwa mjomba Richard alikuwa na mpango mwingine wa kulipiza kisasi. Akiwa gerezani, alituma ujumbe kwa watu wake waaminifu, akiwapa agizo moja tu: wampate Juliet na kumleta kwake bila kuchelewa. Watu wa mjomba Richard walimfuatilia Juliet kwa umakini. Walijua ratiba yake ya kila siku, mahali alipoishi, alikofanya kazi, na hata marafiki zake wa karibu. Hawakutaka kukosea. Kila hatua yake ilikuwa inafuatiliwa kwa siri, bila yeye kujua. Siku moja, Juliet alipomaliza kazi, ilikuwa usiku wa manane. Alitembea peke yake kwenye njia yenye giza, upepo mwanana ukivuma kwa upole. Ghafla hisia ya hatari ilimjaa. Alijihisi kana kwamba kuna mtu anamfuatilia. Alisimama, akageuka taratibu, na kwa mshangao wake aliona wanaume wawili wakimkaribia kwa haraka. Akihisi hofu kuu, Juliet alijaribu kukimbia, lakini hakuwa na nafasi. Kabla hajachukua hatua mbili, waliwadhibiti kwa nguvu, wakamfunga mdomo kwa kitambaa na kumvuta hadi kwenye gari jeupe lililokuwa limeegeshwa pembeni ya barabara. Alijaribu kupambana, lakini nguvu zake hazikutosha dhidi yao. Walimfunga macho na kuondoka naye kasi kuelekea mahali pasipojulikana. Baada ya safari ndefu na ya kutisha, gari liliingia kwenye eneo la mbali, likasimama mbele ya jumba la kifahari lakini lenye giza la kutisha. Watekaji walimtoa kwenye gari na kumuingiza ndani ya nyumba hiyo. Alipofunguliwa macho, uso wake ulijawa na hofu alipomuona mjomba Richard akimtazama kwa tabasamu la kejeli. "Karibu Juliet," alisema kwa sauti ya dharau. "Nimekuwa nikikusubiri kwa muda mrefu." Juliet alihisi hasira ikimpanda. "Unataka nini kutoka kwangu?" aliuliza kwa ujasiri licha ya hofu aliyokuwa nayo. Mjomba Richard alicheka kwa kebehi. "Nataka ulipie kwa kunisababishia kukamatwa," alisema huku akimkaribia polepole. "Nitahakikisha unajuta kwa kila ulichofanya." Kile kilichofuata kilikuwa kipindi cha mateso na maumivu makali kwa Juliet. Mjomba Richard alihakikisha anateseka, akimfanya atubu kwa kumuingiza kwenye matatizo. Alijaribu kuwa hodari, lakini siku zilivyozidi kupita, mwili wake ulidhoofika na matumaini yakaanza kufifia. Wakati huo huo, Alex, rafiki yake wa karibu, alihisi kuna jambo baya limemtokea Juliet. Alipojaribu kumpigia simu na hakupata jibu, hofu ilimzidia. Hakukubali kubaki kimya. Akitumia ujuzi wake wa upelelezi, alianza kumtafuta kwa bidii. Alizungumza na marafiki wa Juliet, akachunguza maeneo aliyokuwa akienda mara kwa mara, na mwishowe akagundua kuwa alipelekwa kwenye nyumba ya mjomba Richard. Bila kupoteza muda, Alex aliwaita marafiki zake waaminifu na kupanga mpango wa kumwokoa. Walijikusanya kimya kimya na kuelekea kwenye jumba la mjomba Richard. Walipofika, walikuta nyumba ikiwa kimya, lakini ndani yake kilikuwa ni mahali pa mateso kwa Juliet. Alex na marafiki zake walivamia nyumba hiyo kwa tahadhari, lakini kwa uthabiti. Walipompata Juliet, alikuwa amedhoofika vibaya kutokana na mateso aliyoyapitia. Macho yake yalijaa machozi, lakini alipowaona waokozi wake, nuru ya matumaini ilirudi machoni pake. "Tumechelewa kidogo, lakini tuko hapa sasa," Alex alisema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo. "Hutateseka tena. Itaendelea." Ili kupata mwendelezo wa hadithi hii, nenda YouTube, andika Sauti ya Moyo Pati 6. Hadithi hii imeandaliwa na Jennifer Benedicto.